Ahlan wa sahlan wa marhaba mpenzi mtazamaji kipenzi cha idhaa yako pendwa, idhaa ya Mo Radio, ikiwa ni siku nyingine bora kabisa, siku ya Alhamisi ya tarehe 12. Tunaizungumzia kwa karibu sana siku ya kusoma kwa bajeti, ambayo tunaizungumzia bajeti ya shilingi trilioni 4.2 pesa taslim, ambapo kuna mengi sana kuhusiana na bajeti hii ambayo Wakenya katika mitandao ya kijamii wanatoa hisia kinzani kuhusiana na mchakato mzima, wakisema kwamba bajeti hii haina umuhimu wowote kwa Wakenya. Wakizingatia kwamba kwa takriban shilingi karibia milioni 100 zimepatiwa katika wizara ya usalama, na tunazungumzia DCI, tunazungumzia mchakato mzima itakuwa inafuatilia haswa kwa karibu sana matumizi ya mitandao ya kijamii, swala ambalo Wakenya wamesema kwamba mchakato huu wote mzima, fedha hizi wangezielekeza katika mpango wa kuhakikisha kwamba Wakenya wanapata value for money. Kwa maana hiyo wanasema kwamba fedha hizi wapo zingewekwa kwa ajili ya masuala ambayo yanamhusu Mkenya au mwananchi wa kawaida, ingekuwa ni bora zaidi. Tunakujia mbashara kutoka katika majengo ya bunge jiji kuu la Nairobi, na jinsi ambavyo unaona kuna shughuli nyingi ambazo zinaendelea kwa sasa. Wanahabari wamekita kambi hapa kuanzia mida ya asubuhi, maafisa wa polisi vile vile upande huu wapo hapa angalau kuhakikisha kwamba kuna taratibu ambazo zinafuatwa wakati ambapo mchakato huu wote mzima unaendelea. Haya ni katika majengo ya bunge. Tunazungumzia swala hili nzima ambalo limekuwa likijiri kwa siku ambazo zimekuwa zikisonga mbele. Tunazungumzia vyombo vya habari, wanahabari upande huu, mpiga picha wangu atakuwa na kuonyesha picha hizo za moja kwa moja. Wamekita hapa kufuatilia swala nzima la bajeti mwaka wa 2025-2026, ikikumbuka kwamba mwaka uliopita, mwaka 2020, kuna masuala mengi sana ambayo yalijiri. Tukizungumzia bajeti ama tungizwa mswada wa fedha mwaka 2024-2025 ukitupiliwa mbali na Rais William Ruto baada ya maandamano kushuhudiwa, maandamano ambayo yalikuwa na changamoto si haba. Tukawaona wengi wa Kenya kwa njia moja au nyingine waliyapoteza maisha yao. Kwa hivyo katika shughuli hizo zote, hivi ndivyo hali ilivyo kutoka katika barabara hii ya majengo ya bunge. Na labda swala lingine kukufahamisha tu, katika mchakato huo wote mzima kuanzia mida ya asubuhi, kumekuwa na maafisa wa polisi ambao walikita kambi katika barabara ya majengo ya bunge, barabara ya City Hallway, kuanzia eneo la kanisa la Holy Family Basilica, na vile vile tunazungumzia kuelekea barabara ya Uhuru Highway na katikati mwa jiji kuu la Nairobi, ambapo vijana au Wakenya walikuwa wamedokezea awali kwamba watakuwa wakiandamana hadi katika afisi za vigilance, ambapo walikuwa wanamtaka tunamzungumzia Inspector Generali wa polisi ambaye ni Deputy Lagat, ambaye wanasema kwamba lazima ajiondoe afisini. Kwa hivyo maafisa wa polisi walikuwa wamekita kambi katika barabara hii, tunazungumzia jiji kuu la Nairobi, katika majengo ya bunge, kuhakikisha kwamba usalama wa Kenya wote upo sawa. Lakini swala hili nzima linapojiri, mtazamaji wetu, kuanzia kufikia sasa, labda kukufahamisha ukweli ni kwamba amefika hapa waziri wa fedha. Tunamzungumzia John Mbadi ambaye alikuwa mbunge hapa, alihudumu kwa muda, na kwa hivyo muda wote kuanzia sasa tunapozungumzia takriban kama dakika 20 zijazo, moja kwa moja utakuwa unapata taarifa na maelezo kamili kuhusiana na mchakato mzima wa kusoma bajeti hii ambayo ni ya takriban shilingi milioni 4 ama trilioni 4.2, fedha ambazo ni bajeti kubwa sana ya shilingi trilioni 4.2 pesa taslimu, ambazo Wakenya wanasema bajeti hii ni nzito sana. Hizi pesa tunaweza kuzitoa wapi, ikizingatiwa kwamba sasa kipato chetu na ule ushuru ambao tunaukusanya hatuwezi tukafikia mahitaji haya yote. Karibu mheshimiwa, tutaanza kwa jina tu. Okay, kwa majina ni Joseph Cherorot, Member of Parliament from Kipkelion East. Siku ya leo vile tunaelewa katika taifa letu ni siku ya budget, mahali ambapo tunaenda kupanga mambo ya nchi, na tayari wataalamu wale ambao wanasimamia mambo ya upande wa fedha wameanza kujipanga vizuri. Tuko na waziri ambaye ni Mbadi, na pia wale we have a big team ambao kazi yao ni kukalia na ku make sure that mambo ya budget iko sawa. Lazima tuelewe kwamba katika taifa letu sisi kwa idadi ya watu tumekuwa, and pia miradi ambayo tuko nayo katika taifa hili imezidi kuongezeka. So kitu ambacho ningependa kusema ni kwamba ingawa tunaangalia mambo ya trilioni, wakati tulianza wakati Kenya walipata kujitawala, budget ilikuwa chini, kwa sababu nakumbuka hata wakati Moi alitake over, people were 14 million kwa mambo ya population. So we have to accept kwamba hii mambo ya mpango ya budget, kupanga mambo ya taifa inaendelea ikienda juu, na sio tu katika taifa letu la Kenya, bali katika nchi huku duniani kote. So ningependa kusema kwamba
ukijaribu kuangalia haya maneno, najua wananchi wanatatisika, wanababaika wakiangalia kwamba hii budget ni sisi wenyewe. Tupate kuangalia wakati Mheshimiwa Rais alipoingia katika mamlaka. Jambo la kwanza ambalo alifanya ni kwamba sisi wenyewe tupate kusanya ushuru. Na tayari katika taifa letu tunajua kila mtu analipa kodi, na pia wakati Mheshimiwa Rais alipofika akasimamisha mambo ya deni ya kukopa katika taifa hizi zingine. So ningependa kusema kwamba haya yote tusiangalie ukubwa ama pengine hii budget kwamba it is so heavy to us. I want to say that we have to try and we have to do as Kenyans and we have to work together, because wakati tunapoangalia kuna siasa nyingi katika taifa letu. So ningependa kusema kwamba mambo ya mpango wa nchi tutafautisha na siasa ambaye ni siasa duni ambaye atatusaidia. Yep. Labda mwisho ukiangalia ushuru ambao unakusanywa katika kaunti zetu zote 47, na Ashakum si matusi, wa Kenya wanasema kwamba fedha hizi zimekuwa zikivujwa na magavana, wakati ambapo gavana analetwa katika kamati hizi za bunge kuhojiwa kuhusiana na jinsi ambavyo kaunti zimekuwa zikitumia pesa zake. Unasikia gavana anashindwa kujieleza jinsi ambavyo matumizi ya shilingi milioni 100 yalitumika, shilingi milioni 88, shilingi milioni 30. Haizi akieleza hizi fedha zilitumika vipi. Je, unafikiria kwamba kwa njia moja au nyingine fedha hizi zinapotea na kuingia katika mifuko ya watu binafsi, na kwa hivyo Wakenya wanasalia kulia na hawaoni value for money, kwamba ushuru wao unaliwa? Jambo ambalo ningependa kusema ni kwamba ukijaribu kuangalia katika taifa letu, national government inafanya kazi yake. Mheshimiwa Rais mwenyewe amejaribu kurekebisha hasa mambo ya ufisadi katika nchi yetu. Kweli katika kila county magavana wamepewa nafasi na wamepewa budget yao. But the challenge ni kwamba kuna mambo ya miradi ambayo zinafanywa ambayo ningependa kusema ni white elephants. Ningependa kusema kwamba serikali inabidi pia wapate kubuni hasa kamati ambao watasimamia, na pia EACC wapate kukalia, tupate kuwa na katika every county to make sure wale ambao wanafanya kazi ya ufisadi EACC wapate kuwa enabled, wapewe budget ya kutosha ndio wapate kusimamia. Maana mara nyingi unaweza kuona kwamba mtu analetwa hapa anawachiliwa just because maybe wale pia ambao wanaenda kushika pia wana shida ya ufisadi. Yeah. Nafikiri nasema EACC iwezeshwe na itekeleza majukumu yake ipasavyo. Kwa hivyo labda mwisho, kabla ni kuachilia uingie ndani, unatarajia nini katika bajeti hii ya leo ambayo inasomwa na CS Mbadi? Katika hii budget ambaye ni ya leo, ninatarajia kwamba hii ni budget ambaye inaenda mpaka mashinani. Na ukijaribu kuangalia vile imepangwa kila county na kila constituency na pia nchi nzima, hii pesa ama hii budget inaguza kila mradi, na pia katika taifa letu bila kupagua hawa ni kina nani, hawa pengine wako katika opposition. Hapana, hii ni budget ambayo ni ya kitaifa na kila mtu ana nafasi ya kunufaika. Thank you so much. Labda salamu kwa watu wa nyumbani mashinani wanaokutazama. Okay, wacha nichukue nafasi hii nipate kutuma salamu zangu na pia watu wa Kipkeli Honest. Kama leo ningekuwa pale Londiani Secondary, Londiani Boys Secondary School, mahali ambapo kulikuwa na annual general meeting, na ningekuwa pale maana that's my former school. Ningependa kuambia kwamba ninawamiss, na ningependa kuambia kwamba wapate kuendelea. Nimetuma mwakilishi ambaye ataniwakilisha pale, na pia kule Tifet tungepanda miti kesho, lakini tumeisha mpaka next week. So ningependa kuambia watu wa Kipkelion kwamba tuko tayari kufanya kazi pamoja, na we will always strive to be together. Thank you so much. Asante. Haya, tunaungana na mheshimiwa mwingine ambaye ndiye mgeni wetu wa pili siku ya leo tunapozungumzia bajeti ya mwaka 2025-2026, bajeti nene, bajeti nono ambayo Wakenya wanasema takriban shilingi trilioni 4.2. Na hizi fedha jameni mheshi, ukianza kwa jina na labda kaunti yako na eneo bunge lako, hizi fedha tunazitoa wapi? Kwanza kabisa nimefurahi siku ya leo tunasoma bajeti. Mimi nikiwa mmoja wale tunakaa katika hiyo komiti ya bajeti. Mimi nasema Kenya yenyewe kuna ile ushuru inatosha wananchi, na pia unaelewa kuna ile makusanyo yenye tunakusanya, na ile ingine
tutapata pia kutoka katika mkopo ya kujazia. Na mimi nataka nifurahi kuwa bajeti hii ya wakati huu imetazama eneo zote za Kenya hii. Wakati huu hakuna ile tunasema kuwa labda maendeleo imeenda upande moja. Mingi tumeangalia katika constituency zote, katika county zote. Unajua mgao pia, kuna ile inabaki national government na kuna ile inaenda katika counties, ile devolved, ambayo ni bilioni 405, na pia unajua ile fedha ambayo inaenda kwa executive, na kuna ile ya judiciary, kuna ile ya National Assembly, na ile ya maendeleo. Yote tumeona at least sasa mgao imeenda vizuri. Kwa hivyo mimi nafurahi kwa sababu tumeangalia maendeleo eneo zote, na kuna zile ambazo fedha zimeenda katika maendeleo katika barabara zetu kuu, katika area za maji, na kuna ile unaelewa katika masomo, katika afya kote. So tunaona hii budget wakati huu ni nzuri. Kwa hivyo tunafurahia, na nataka niambie wananchi wasiwe na hofu, waache ile propaganda ambayo unasikia labda watu opposition wanasema kuwa wananchi wametoswa katika maziwa, katika mkate, unga. Hakuna ushuru ambao imetoshwa hapo, na nataka kuhakikishia wananchi hii bajeti iko sawa kabisa. Imeangalia, imejali mwananchi wa kawaida, na pia ukiangalia hata ile watu wanalalamika kuwa inaenda pesa, watu wanatoshwa kwenda kwa affordable housing, ni hali ya kawaida. Na mimi nimefurahi wakati rais amefungua katika zile nyumba ziko pale Mkuru kwa Njenga, zingine kule Kisumu, na katika hata siku ile ya Madaraka ulisikia rais anasema karibuni tena. Na kama nafikiri leo alikuwa aenda kupeana za Machakos, ni vile wameahirisha. Lakini pia mimi kama mjumbe wa Kuria West pale nafurahi kwa sababu hizi affordable housing tayari tuko nazo pale Kuria West na zimeisha. So kwa zile siku alisoma zile za Madaraka Day, aliweza pia kutaja zile za Mabira zimeisha, kuwa siku yoyote ataenda ukabizi wale wenye wameweza kuapply fungu zao. Kwa hivyo mimi nafurahi na hii bajeti. Wewe ukiangalia hii bajeti umesema Mheshi kwamba imeafikia mahitaji ya waliokupigia kura katika eneo bunge lako. Ndio imetufikia, kwa sababu hata mimi unajua barabara moja tulianzisha ikakwama. Ya wapi hiyo? Ya huko Kuria West, ambayo ni barabara tunaisoma kama Motemrabu, Subakuria, Nyaboansi, Nyankore mpaka Masaba huko. Ilikuwa imekwama siku nyingi, lakini sasa hivi imepata fedha karibuni hapa. Sasa contractor hata amerudi site na ataanza kuikwamua. Pia nataka kufurahi kwa hii bajeti kwa sababu unaona hata mambo ya stima. Wananchi nilishagundua kuwa kile ambacho wanahitaji sasa hivi sana ni umeme. Hata nimerudi kugundua hata ukiwatajia mambo ya barabara hawazingatii sana, wafurahi kama vile ukiwatajia kuwa wakati huu nawekea stima. Umeme imekuwa ni swala nzuri sana, na sasa hivi pia tumeona kama mwaka uliopita, kama si ile mambo kuwa mambo yaliharibika katika ile finance bill, kila constituency ingeweza kupata milioni 50. Lakini sasa hivi nataka nikuhakikishie kuwa maeneo mengi ya bunge, kwa mfano kama rais alikuja kule Migori County akaahidi kuwa ametoa fedha bilioni 1.9 ambayo itagawanyishwa katika constituency 8 wananchi waweza kupata umeme. Na hiyo tumeona tayari imeanza mikakati. Kwa hivyo mimi nafurahi sana. Asante. Kwa hivyo mwisho wa siku natarajia nini unapotoka hapa, wakati ambapo waziri Mbadi atakuwa anamalizia kuisoma bajeti hii? Wewe unatarajia nini? Mimi natarajia mazuri, kwa sababu hii bajeti at least unaona imepungua kidogo, sio hata kama ile ya mwaka jana. Sasa hivi iko chini kidogo kuliko ile ilikuwa imewekwa mwaka jana ambayo wananchi walalamika. Mimi ile kitu nitasema ni kwamba rais asingatie sana, kwa sababu wananchi wanalalamikia ushuru. Na juzi nimeona hata waziri wa fedha Bwana John Mbadi akihojiwa, na kweli anasema kuwa bidhaa vingi
havijawekwa ushuru. Ile kitu ingetupa wasiwasi kwa piga kura wetu ni kama wakati bajeti imesomwa tukitoka tukute ushuru umewekwa juu. Kwa hivyo baada ya kusomwa, mwananchi yeyote pale atakayekuwa, naomba watazame na wasikilize, ndio wataweza kujua kuwa kuna ushuru umeongezeka ama iko sawa. Ndio. Mwisho umeleta swala nzuri sana tunapozungumzia hapo katika ushuru. Wanasema safari hii mmecheza kama nyinyi, kwamba ushuru huu hamjauweka direct kwa mwananchi, lakini mmeweka kwa manufacturer, wale ambao wanatengeneza bidhaa. Kwa hivyo yule ambaye anatengeneza hiyo bidhaa ataniongezea mimi kama mnunuzi. Ndugu, nimesema unajua yule akiongeza bidhaa itakuwa pia inaonyesha kuwa mwananchi ameongezewa. Lakini nakwambia waziri wa fedha mwenyewe kama amesema bidhaa kama mkate ijaongezwa, mkate itakuwa bei pale pale. Sasa mwenye manufacturer atakuwa ameongeza vipi? Kama unga itakuwa pale pale, hatutaona tatizo lolote. Tuliona hao wenye viwanda kama ni unga mahindi walipewa angalau kuweza kurekebisha ile bei iwe pale pale. Kwa hivyo mimi nafurahia. Labda kuna bidhaa vingine pia sisi tulikuwa tunaomba rais, kwa mfano vya ujenzi kuwa viweze kushuka bei chini. Mabati, misumari, sementi. Hiyo ndio tunazingatia sasa hivi. Na tulikuwa tunasema kuwa tuone ile njia inaweza fanyika ambayo itateremsha hizi vifaa bei chini. Kwa sababu tunaelewa sementi ilikuwa kutoka shilingi 700, sasa sementi ni 950. Kwa hivyo hapo ndio tunazingatia, vigai vimeenda juu. Kwa hivyo hizo ndio vitu tunataka tuzingatie mikakati, tuone nini tunaweza fanya ili ushuru ushuke. Tunaelewa mafuta, petroli kipanda na bidhaa pia itapanda. Kwa hivyo tunazingatia, tunataka kutuambie rais kuwa angalie sana. Na nataka kuhakikisha kwa hii nchi, kwa sababu ukiona dola imesimama kwa rate ya 129.5, ikisimama hapo utajua bidhaa hizi kapanda. Ukiona shilingi inayumba, hapo ndio bidhaa inaweza kupanda. Asante sana. Yes. Alright. Tunashukuru sana Mwesh. Asante kwa muda wako. Mwesh, utatueleza tu bajeti sasa ndio inasomwa leo, na Wakenya wanasema hii bajeti ya waziri ni nzito sana, na unaona mwenyewe hii pamba labda hizo shilingi trilioni 4.2 zitafikia hii. Unaona hao watu wanaweka tu, lakini hakunako kitu ya maendeleo hapo, development yote ni recurrent. Recurrent is taking almost everything. So you ask yourself, you know, like we had the last one. It was 3.9 trillion. Yes. But around 3.81. Did you see any development, serious development? Lakini si mkata hiyo budget the finance bill ikanguka. Sasa kama walikataa na hiyo wameona wameweka hii nyingine tena wameongeza ile. You see, if they fail, you reduce, you live within your means. Bora nasumbua watu. Waache vitu Kenya saa hii kama wameamua they don't want to do any development. Wa maintain up. Sasa wameweka 4.3. Ya last itatoka wapi? Na last walikataa. Watu waambie last time ile finance bill walitupa. You know, it should be a progressive thing. There should be a conversation between like tuambie ili generate nini. Did we collect all of it? If not, can we reduce so that we can collect more? Najua watu wajui. They need to know things. Labda nyinyi mkikaa hapa katika chemba hii, katika nyumba hii, wakati ambapo Mwesh, nataka ufocus kidogo hapa. Mkenya anataka kukuona hii bajeti, wakati ambapo waziri anakuja kuiweka, taifa linakuja kuiweka, si bajeti ya waziri Mbadi, ni bajeti ya taifa kwa ujumla, kwa sababu Wakenya ndio walipa ushuru na Wakenya wanataka kuona value for money. Hizi fedha Mwesh, na kumekuwa na malalamishi mengi sana kwamba katika county fedha zinaporwa, zinaibiwa na magavana. There's just a lot of things to do in this country that needs to be fixed. Sindio? That needs to be fixed. And we're going to fix them. At all. Come 2027. Come 2027. Na sasa naona sasa umeanza safari yako nzima ya utapata hiki kiti mheshimiwa. Asubuhi na mapema ndio rais 2027. Kura ni kwa ground. Na tuko kwa ground. Do you think the ground is listening to you? No, remember listening. They're getting the policy. You should give the direction. You should not just, now this is the point. People should not just say that to listen from the ground. Should have direction where you want the country to be.
yeah, like what are their foundations? Not just to listen. When you told that ingia hapo kwa hicho, unaona, as much as you are listening, but what do you have for the country? And I'm the best suit with the person who has what the country needs. Because I'm talking about industrialization, I'm talking about manufacturing, I'm talking about job creation, I'm talking about the history of Kenya, where Moi left us when Kenya was producing a lot of, doing a lot of manufacturing. But today those companies, all of them, they collapsed. So instead of, and the population is increasing, it's useless. They don't know, they don't have a concept. It's only me who has the concept. Sorry, usianguke. Umesema wewe pekee uko na concept. Mimi ndio pekee niko na concept. Wengine hawana. Huyu ni Mheshimiwa Peter Salasya amezungumza, na naona ili shimo limewekwa hapa kwa mara nyingi. Kwa hivyo bajeti ya shilingi trilioni 4.2 itakuwa inasomwa muda wote kuanzia sasa. Tunamzungumzia waziri wa fedha John Mbadi ambaye ameondoka katika jumba la Treasury na amefika hapa katika majengo ya bunge, ambapo swala hili lote nzima tutakuwa tunaliangazia bajeti hiyo wakati ambapo itasoma. Uzito utakuwa umelalia wapi, na haswa fedha hizi zitatoka upande upi, ni akina nani hawa ambao watawajibisha kuhakikisha kwamba fedha hizo wakati ambapo zitakuwa zimetengwa kwa angazia haswa misingi ya kuendeleza maslahi ya taifa, watakaopora ni hatua zipi zitakazochukuliwa dhidi yao, ikizingatiwa kwamba waheshimiwa na viongozi ambao tumezungumza nao wanasema kwamba fedha hizi ambazo zinaporwa na magavana na zingine zinapotea kwa njia ambayo ni tatanishi na mazingira tatanishi, wameelekezwa kwamba EACC iwafuatilie na kuwajibisha wale wote ambao watakuwa wanapatikana haswa kwa njia moja au nyingine walihusika katika ufisadi na haswa uvujaji wa fedha za Wakenya na haswa lipo ushuru. Kutoka hapa katika majengo ya bunge, taarifa hizi zote tutakufahamisha wakati ambapo tunafuatilia haswa mchakato huo wote mzima unapoendelea kusonga kutoka hapa katika majengo ya bunge. Kubia sana hapa, bajeti hapa imeingia ya shilingi trilioni 4.2 pesa taslim, pesa za Kenya. Ukitazama kamera hii mheshimiwa, swala hili nzima Wakenya wanauliza hizi fedha tutazikusanya kutoka pesa leto mwingine. Naam, unajua sisi kama taifa tumezoea kukopa sana. Kwa hivyo ukiona bajeti inasema ni trilioni 4, bado kama serikali tunaelewa kwamba labda ushuru ambao tutakusanya hawezi ukafika, lakini ningesema kwamba tukitia bidii kama serikali na tuhakikishe kwamba tunapeana nafasi wa Kenya wafungue biashara, tufungue nafasi ya wawekezaji kutoka investors waje, uchumi wetu unawiri. Hii ni pesa tunaweza kusanya, na to create an environment nzuri. Wajua sasa kama mambo haya ya ujuange yakifanyika, watu wengi kule nje wakisoma wanaona kwamba Kenya sio taifa zuri la kwenda kuwekeza. So inatakana sisi wenyewe kama taifa tuhakikishe kwamba tunaweka environment ambayo inaweza kuwatia moyo watu wengi kutoka nje waje hapa wafungue biashara, ndio tuajiri watu wengi, biashara ipanuke na tuwe na ushuru ambao unaweza kusupport budget yetu. Yeah. Senator Mogeni, umeleta swala nzuri sana la wawekezaji kuja nchini. Lakini swala ambalo Wakenya wanauliza, ukienda hapo kwa mfano industry area, kuna wasiwasi mkubwa sana watu ambao walikuwa wamefungua pale kampuni ambazo zilikuwa zimewaajiri wa Kenya, haswa kazi hizi za jua kali. Sasa hivi tunapozungumza wengi wamefunga na kuelekea kwa sababu wanasema taifa linayumba kweli na ushuru ni kuyumba, na pia wajua vile unaweka system ya kutax watu ndio itakupatia nafasi ya kuwa na wawekezaji wengi na uchumi wako upanuke. Ukifinya watu sana, wajua mtu kabla aje hapa anaenda kwenye internet anaangalia, anasema nikienda kule Kenya system yao ya ushuru iko namna gani. Sasa ukiona hapa umewekea watu housing levy kwa hapo ndani, unaweka NHIF iko juu, NSSF iko juu, wajua hiyo pesa yote paka ule ambaye ameajiri achangie kwa ile payslip ya muajiriwa. Kwa hivyo haya mambo yote ni kwa sababu ya system ambayo sisi ama policy ambao tunaweka sisi kama taifa. Ukiangalia mwishowe ni kwamba sisi ndio tunaumia, kwa sababu wale investors wakifunga ama wakiwatia kalamu wale ambao wamewaajiri, uchumi wetu ndio unaenda kwenda chini. Yeah. Kwa hivyo mheshimiwa, unaangalia wewe mwenyewe katika mtizamo wako rasmi, ukiangalia kwa bajeti hii itakapokuwa inasomwa mchana wa leo, itafikia mahitaji ya kila mmoja wetu ambaye tunazungumzia wa Kenya milioni 50 na bado niko na shida, kwa sababu
Wajua tunaweka pesa mingi sana kwa maneno ya usalama. Tunasahau maneno ya kusaidia kama universities kuwe na research. Unajua ukiweka research kwenye universities usaidie elimu. Wajua hii maneno ambayo tunazungumza kwamba katiba katika kipengele 43 inasema kwamba inatakana sisi kama taifa tusaidia watu kupata elimu ya bure na nini. Hawezi kuwafikia hayo ikiwa pesa mingi tunaipeleka katika usalama. Upe military, upe NSIs, upe polisi. Unanyima nchi. Na unaona unapozungumzia actually swala hilo, milioni 100 zimepatiwa kwa DCI kupekua Wakenya katika mitandao, mheshimiwa. Mitandao, na sisi ni taifa ambao tumepitisha katiba ambayo ni mwara sana 2010. Takana tuwapatie Wakenya huru. Kwa hivyo mimi na shida kwamba hatujaamuka kama Wakenya tuanze kuweka pesa kule ambapo tutasaidia kuinua uchumi wetu. Yeah. Sasa mheshimiwa, barikiwa sana na asante kwa muda wako. Haya, tunazungumzia masuala nzima. Mheshimiwa Mishi Mboko. Kuna waheshimiwa ndio wanaingia, nafikiria muda umewakimbiza kwa sasa, ndio wanaingia ndani. Waziri John tunamzungumzia Mbadi, waziri wa fedha, ametupita nyuma yetu, nyuma ya kamera wakati ambapo tulikuwa tunafanya mahojiano haya, na ndio sasa tunazungumzia muda umewadia, masaa yamewadia. Tunazungumzia muda wa kusoma kwa bajeti ya shilingi trilioni 4.2 pesa taslim, pesa za Kenya, ambazo kuna wasiwasi mkubwa sana ambao Kenya wanatilia, wanauliza fedha hizi zitakusanywa vipi. Ndilo swala nzima ambalo tutakuwa tunalizamia mchana huu, na hasa wakati ambapo tunasubiria kuona mswada wa fedha mwaka 2025-2026 utakuwa haswa na vipengele vipi ambavyo vitaangazia mahitaji muhimu, mahitaji ya Mkenya ambaye ni mlipa ushuru. Haya, ni muda umewadia, saa zimewadia za waziri wa fedha John Mbadi kuisoma bajeti ya shilingi trilioni 4.2 pesa taslim, pesa za Kenya. Kwa hivyo ndio sasa wabunge wale ambao walikuwa wamekawia na kuchelewa wanakimbia ndani angalau kwenda kuangazia, kufuatilia kwa karibu sana wakati ambapo bajeti hii itakapokuwa ikisomwa, bajeti nzito sana ambayo Kenya hawajui, wanajiuliza haswa fedha hizi za kugharamia trilioni 4.2 pesa taslim za Kenya zitatoka upande upi wa kuyakidhi na kuyafikia mahitaji ya Wakenya walipa ushuru. Mimi nimekuwa wako nahodha Ronnie Reagan nikikuripotia moja kwa moja kutoka katika majengo ya bunge jikuu la Nairobi. Nimekufahamisha matukio yote, matukio ya siku. Tunazungumzia matukio ya bajeti ya mwaka 2025 mwaka 2026, wakati ambapo taarifa hizi zote zinapoendelea kujiri kutoka papa hapa katikati mwa jikuu la Nairobi. Usalama upo tisti, maafisa wa polisi wamekita kambi papa hapa katikati mwa jikuu la Nairobi kuanzia mida ya asubuhi, wakiangazia haswa jinsi ambavyo matukio yanapoendelea kujiri katikati mwa jikuu la Nairobi. Tunazungumzia taarifa ambapo Wakenya walikuwa wamejitokeza kufuatilia na kuangazia swala nzima la kumwajibisha. Tunamzungumzia Deputy IG, tunamzungumzia Lagat ambaye ametaja kwa taarifa za hivi karibuni za kuhusiana na kifo na mauti ya kijana Albert Ojwang ambaye amefariki siku 3 zilizopita katika mazingira tatanishi akiwa mikononi mwa maafisa wa polisi. Nikiripotia Mo Radio kutoka katika majengo ya bunge jiji kuu la Nairobi, jina langu ni Ronnie Reagan. Kwaheri kwa sasa. Mo Radio 88.2 FM. We are in charge.